Na Yesu alisema vizuri kabisa, Agano la Kale mliambiwa msiue, lakini mimi nawaambia hata mkisema mabaya kuhusu mwenzenu mmeshamuua katika jamii, kwa sababu kwa kutumia hako kaulimi ambako ni kiungo kidogo sana, kumchafua mwenzako, akaonekana kwenye familia kwamba hafai, akaonekana kwenye jumuiya kwamba hafai, umeshamuua. Lakini sisi mabunduki hayo, mabomu hayo yanarindima sasa hivi huko kwenye vita, lakini hata humu petu tumezoea tu sasa. Hata mtu akifa tunaona kama halituhusu, na wengine tuna support pale ambapo mwenzetu anapata matatizo, kama wale wana wa Israeli walivyokuwa, Wayahudi walivyokuwa wanasema asulubiwe, asulubiwe, na sisi tumo kwenye mkondo huo. Mtu anaiba kitu kidogo tu, mwizi mwizi, hata hujui kaiba nini, na wewe unachukua jiwe unaenda kuponda. Unaambiwa mwizi huyo hapa, lete petroli, na wewe unakimbia kweli kwenda kuleta, choma. Tumefikishana huko, kuto kujali uhai. Uhai ni mali ya Mungu. Sasa tumeingizana kwenye utamaduni wa kifo, kuuana tu, halafu tunajisikia sawa tu. Halafu hata wale tunaotakiwa kukemea hayo tunaogopa siku hizi, tunajificha, hatutaki kusema ukweli. Tutakufa katika madhambi yetu. Tukijifanya hayatuhusu, tutabaki katika madhambi yetu, na huyu Kristo ndiye hakimu wetu. Na huyu hakimu sio kwa Wakatoliki tu, mpaka kwenye Kurani huko kasomeni, Isa bin Maryam ndiyo hakimu wa siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kama hatufuati ya kwake, tukaendekeza hizo tabia, na mpaka tumefika mahali sasa hivi, kwa sababu ya chuki tulizojengeana huko na watu kukomaa katika maovu, kuto kutaka kubadilika na kufungua kurasa nyingine za maisha mema. Saa hizi eti mtu akifa watu wanashangilia. Hilo limesemwa na wengi, na sisi tunakumbusha kama kuna wengine hawajui. Watu wanashangilia mtu kafa. Ndipo tulipofikia. Hiyo hali sio nzuri. Ni kwa sababu tumeacha njia ya kweli, njia ambayo ni Yesu. Tumeacha ya Mungu, tunajifanyia yetu tu.